wote wanakaa katika bonde la ufa. This is your home and you have no other home. Na hatutaki viongozi kutisha watu wengine. Katiba ya Kenya inasema kila mtu wako uhuru apige kura pahali anataka. Na therefore mimi sitaki mtu auziwe uoga. Atimwambie msipopiga kura namna hii ati sijui mtafanya nini. Nasikia watu wakisema hii wa Kikuyu wasiongee sana, unajua wako kila pahali Kenya. Hiyo ni vitisho. Kwani wanatakiwa wakuwe wapi? Si ni Kenya? This is Kenya. And everybody is free to have property anywhere within the Republic of Kenya. So I'm asking those leaders wawache to profile a community for no reason. The Mulima community is an honorable community that has worked hard in this country, that has contributed immensely to the economic development of this country, and a community that is loved by other Kenyans. Tumeona majamii wengine wote wanawatetea because wameenda wanakaa vizuri na kila mtu. Ni watu hawana maneno na mtu yeyote. Wakienda Kitale they settle there na kukaa vizuri. Wakienda Loitoktok they settle na kukaa vizuri. Wakienda Mpeketoni wanaketi vizuri. Tunaomba hiyo jamii pia iheshimiwe. Ipatiwe nafasi kama jamii zingine. Itafute mali, invest pahali wanataka kuinvest. Hata wakitaka kuoana huko wazae watoto wapewe nafasi waoe wengine, ndio hii Kenya ikuwe moja. Mimi naomba jamii zote tuoane. Tunataka kuwa na Kenya moja ambaye haina jamii hii na jamii ile. So hiyo maneno ya kutisha watu, Bwana Murkomen, hatutaki. Hakuna haja. Instead ya kutisha Rais Uhuru Kenyatta, kuja kwanza ukamate wale waliua Reverend ya BCA hapa Nakuru upeleke kotini. That is the work you should do. As we speak, watoto 23 every day wanapotea. Nimeona msemaji wa polisi akisema ati hakuna shida, ni vile social media inaeleza sana ndio wanaonekana kama ni wengi. 23 children missing every day for the last 2 years. That is over 10,000 young children. So tunataka wewe waziri uachana na Rais Uhuru Kenyatta. Rais Uhuru Kenyatta alistaafu. Hako wake Shaweli na kula mali yake na wajukuu. Alifanya kazi yake akaenda nyumbani. Akapeana nchi bila matatizo. Huwezi kuwa ukipata shida kila siku unasema ni Uhuru Kenyatta. Sasa Uhuru Kenyatta na hako wake utamuingilia na jia gani? Sasa Uhuru Kenyatta ndiye amefanya SHA isifanye kazi? Ni yeye. SHA inafanya kazi? Si Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ndiye aliua Gen Z. Uhuru Kenyatta ndiye ameua PCA Reverend. Sasa nyinyi muachane na Rais Uhuru Kenyatta. Don't blame Uhuru Kenyatta for your failure. Alipatia nyinyi serikali muendeshe. Alafu mtapatana na raia huko mbele kwa debe. But for now, leave Uhuru Kenyatta to be. He is retired, but that does not mean he is tired. Ako na ruhusa ya kusema chochote kwa sababu yeye ni Mkenya. Na yeye pia alisema anasikiza ground. Si akisikiza ground lazima aongee. Aseme vile anasikia. Nyinyi mnasikiza ground? Mnasikiza? Muendelee kusikiza. Sitaki kumuuliza vile mnasema hapa ni kanisani. Sitaki kuuliza hapa ni kanisani. So please our people, mupendane na mkae pamoja. Majamii zote Nakuru mupendane. Hatutaki kusikia jamii na gombana na ingine. Na msisikize hiyo wanasiasa. Umeona wanasiasa pale magharibi wanapiga kelele ati hata rais asipopata kura atu wataiba. Sasa mtaiba kura ya Wakenya tukiwa wapi? Ati Tanzania na Uganda ilifanyika. Hii Kenya hapana Tanzania. Hii hapana Uganda. Hapa hakuna mtu anaweza tawala miaka 40, Wakenya hawezi kubali. It's not possible. So don't threaten people mtaiba uchaguzi. Kwa sababu hiyo ni kutisha watu. Na hakuna haja kutisha wananchi. Na kura hakuna mtu ataiba. Kura tutapiga na ihesabiwe hapo kwa polling station. Na mshindi atangazwe na ikuwe namna hiyo. So please relax and don't be worried. Those threats are empty. Those are empty debes that are making noise. Don't worry, there is no problem in this country. We have a constitutional democracy and everybody has a right kupigia kura ile mtu ambaye unataka. Kanisa mtuombee na muombee nchi yetu. So that ile shida tuko nazo in the next 15 months tuweze kuvumilia. Alafu tuende kwa uchaguzi tutatue mambo yetu. Muombee wa Kenya wavumilie. Shida ni mingi lakini tuvumilie. Msikufe roho. Vile tunamwambia overseer avumilie machozi ya kifo cha
cha bibi yake na mama mzazi wa watoto wake. Hata nyinyi mvumilie zile shida ziko.